Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi chetu cha Sunday Preview. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. And exclusive siku ya leo nitakuwa kwenda na mtumishi wa Mungu. Naomba ajitambulishe kwa majina yake. Amina. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Evans Alexander. Ni kijana wa mahali hapa. Amina. Kuelekea wiki hili tutakuwa kwenda ni wiki letu, tunaelekea wiki la CMF na tutakwenda kuwa na seminar katika siku ya Jumatano pamoja na Ijumaa. Ningependa aongelee kuhusu ibada ya leo na amemwonaje mhubiri ambaye atakuwa akituhudumia katika wiki letu hili la CMF. Mimi kwa ibada ya leo jinsi ilivyoenda, namshukuru Mungu kwanza nimefunguka kwa vitu vingi. Kwa sababu kuna maisha ambayo huwa tunayaishi tukizani kwamba tupo sahihi katika utoaji, katika dhabihu juu ya Mungu, lakini kwa jinsi mhubiri alivyoitanguliza somo au alivyoitambulisha somo, amefunua kwa undani kuhusu dhabihu, na kama amesema kuhusu dhabihu kwamba kuna kutoa, kuna kumwabudu Mungu, na pia yani kwa ujumla yote dhabihu ni kwamba inakamilisha ule mafanikio yako yanakamilishwa kwenye dhabihu. Amina. Tungependa uongee na mwana CMF mwingine ambaye hakubahatika kuhudhuria ibada kwa siku ya leo au ambaye angetamani kuwepo kwenye wiki hili la semina. Ungependa kumwambia nini? Napenda kumwambia kwamba kama haukuhudhuria ibada ya leo, anaweza pia akaangalia kwa online, lakini pia tujiandae kupokea vitu vingi kwa jinsi utangulizi ulivyotokea katika hili somo, alivyotambulisha hili somo huyu mtumishi wa Mungu. Kuna vitu vingi sana ambavyo vitatusaidia katika kumove kiuchumi, kwenda mbele kiuchumi, pia kutusaidia katika maisha yetu kwa ujumla, kiroho na katika mwili pia. Okay, amina. Ungependa kuambia nini kanisa kwa ujumla pamoja na idara mbalimbali kuhusiana na semina hii ambayo CMF wameiandaa? Cha kwanza napenda kuambia kwamba waichukulie kipaumbele katika hili jambo. Hii semina ambayo imeandaliwa na CMF, kwa sababu imeibeba sio CMF tu kama imebeba wanaume tu, hapana. Inalenga kwa kila mshirika ndani ya kanisa. Kwa kila idara ya watoto, idara ya mama, idara ya vijana na idara ya wanaume kwa ujumla. Japokuwa imeandaliwa na wanaume, lakini inalenga kumgusa kila mmoja ndani ya kanisa. Na ili mradi tupate kufunguka katika maeneo mbalimbali, inabidi tuchukulie mzigo katika hili somo la utoaji. Hii semina ambayo imeandaliwa inahusu utoaji na dhabihu. Amina. Amina, barikiwe. Amen. Nipo na mgeni wangu, nitamwomba ajitambulishe. Amina, kwa majina yangu naitwa mchungaji Joyce Chungamali. Niko hapa Amani Christian Center. Amina. Tunaomba utupe umejifunza nini kwanza katika ibada ya siku ya leo? Katika ibada ya siku ya leo nimejifunza vitu vizuri, vingine vimekuwa kama ni vitu vya kwanza kuvielewa, lakini kikubwa ile kama kichwa cha somo kinavyosema, kwa ajili ya huyu mtumishi ambaye ana semina ambayo itaanza Jumatano, lakini leo ametoa kama utambulisho wa somo lake au mwanzo wa somo lake. Nimejifunza kitu kikubwa, kitendo kwamba kumbe katika kutoa tulikuwa tunatoa kwa hali tu ya kawaida. Tulikuwa kumbe kuna mapana zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunafikiria. Nilikuwa sijui anavyosema kwamba kujengewa ufahamu, kujengewa uwezo jinsi ya kumtolea Mungu. Kumbe tunatakiwa kujengewa ufahamu kwenye tuwe na uwezo zaidi ya vile ambavyo tulivyokuwa mwanzo katika kumtolea Mungu. Na ameeleza pia kabisa katika kutoa ni baraka. Kutoa pia kunamfanya mtu awe mtu wa tofauti na vile alivyokuwa mwanzo. Nikapata kitu akasema kwamba wakati unapokoka unaweza ukaja mnyonge sana, lakini unapoendelea kumkulia Kristo na kuwa na ile hali ya kutoa, Mungu anakubariki na kukukuza na kufanya watu tofauti. Amina, amina. Na kipekee semina hii imeandaliwa na CMF, lakini ninayeongea hapa naye ni mwana WWK. Ungependa nini kuwaambia wana WWK wengine pamoja na idara zingine kuhusiana na semina hii ambayo CMF wameiandaa? Amina, napenda kurudi tena kama alivyosema yule mtumishi wa Mungu ambaye atasimama kwenye hii semina. Amesema kwamba ni kwa nini tupo hapa wakati hii semina ni ya CMF. Akasema tupo kwa ajili kama ni mwili wa Kristo. Sisi wote tunahitajika kuwepo kwa sababu ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo tunahitaji kupata ufahamu na kujengwa kwa umoja kwa ajili ya kazi ya Mungu.
Amina, tungependa uwaambie neno moja mtazamaji wetu wa siku ya leo ambao hakuweza kuhudhuria ibada hii, na umkaribishe katika semina ambayo itakuwepo kimaalum sana katika siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Kikubwa kwanza natamani kwamba apange vitu vyake vizuri kwa msaada wa Mungu, aweze kuwepo kati ya hiyo siku ya Jumatano na Alhamisi na Ijumaa, na mpaka tutakapofikisha kilele atapata kitu. Kuna vitu vingi vizuri vikubwa ambavyo tutajifunza katika semina hii. Kwa hiyo asipange kukosa, afanye kwa kadiri ya neema ya Mungu itakapomsaidia ili awepo kwenye hii semina. Amina, mubariki. Niko na mtumishi wa Mungu, ningependa ajitambulishe majina yake. Mimi naitwa mtumishi Isaac Newton, nimeokoka na nampenda sana Yesu. Amina. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa ibada ambayo Mungu ametupa kibali kuhudhuria. Ningependa tuambie ni kitu gani ambacho amekipenda sana katika ibada yetu ya siku ya leo. Mimi binafsi kwa kweli kwenye ibada ya leo kitu kimoja ambacho kimenibariki sana moyo wangu ni neno la leo ambalo limehubiriwa. Ni neno ambalo limekuwa na significance kubwa sana kwenye moyo wangu, kwa sababu nimegundua kwamba hapa ndipo mahali ambapo watu wengi wanakwama, hasa kwenye kipindi chetu cha sasa hivi. Katika asilimia kubwa ya watu, katika eneo ambalo tunafeli sana ni katika eneo la utoaji. Na mtumishi wa Mungu ambaye ametuhudumia leo, Mungu alimtumia katika kiwango kikubwa sana kufafanua kwa ndani, kwa details, kwa habari ya nguvu iliyositirika katika maisha ya kujitoa au kumtolea Mungu dhabihu na sadaka za namna mbalimbali, kama ambavyo amefafanua mwenyewe pale katika kile kipindi cha neno. Amina. Wiki hili tunatambua kwamba ni wiki la CMF. Tungependa utuambie CMF ni kina nani, au ni nini, au ni kikundi, au ni idara inayohusika na kina nani? Na wiki hili kutokana na semina ambao mmetupangia, mmetuandalia nini na mnawaambia nini watazamaji wetu ambao wapo wengine ambao walihudhuria ibada ya leo, lakini wapo ambao hawajahudhuria, lakini utawaambia nini kwa habari ya semina ambayo mmewaandalia? CMF kwanza, kama ambavyo umeuliza, CMF nikisema kikundi sidhani kama itakuwa neno sahihi. Ni idara. Ni idara ambayo inajumuisha wanaume wote ambao wameoa na wanaume wote ambao hawajaoa. Kwa CMF ni idara ya wanaume katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, na ni moja kati ya idara zenye nguvu sana na zenye impact, kwa sababu ndio idara ambayo inabeba viongozi wote wa kanisa katika ujumla wake. Askofu mkuu anatoka kwenye CMF, maaskofu wote, wachungaji, asilimia kubwa ya viongozi wote wa kanisa lote la Tanzania Assemblies of God wanatoka katika hii idara ya CMF. Katika wiki hili la CMF la mwaka huu, CMF, kwa sababu mimi mwenyewe ni mjumbe katika kamati ya wababa au ya wanaume katika kanisa letu hapa la Amani, wameandaa kitu kizuri. Nafikiri mwenyewe au mtazamaji kwamba watakuwa wamefuatilia kwenye Nuru ya Maisha kwenye YouTube channel yetu ya kanisa, watakuwa wameshuhudia wenyewe aina ya neno au kitu ambacho CMF imewaandalia katika msimu huu. Kwa hiyo tumeandaa kitu kikubwa na kitu chenye nafikiri ndio kitu kinachohitajika kwa sasa hivi kutokana na hali halisi ya maisha ambayo yanaendelea, kama ambavyo mtumishi wa Mungu amehubiri kwamba amewataja wale mapatriarki watatu, Ibrahim, Isaka na Yakobo. Isaka ni miongoni mwa mwanaume au aliyekuwa kiongozi ambaye aliishi katika kipindi kama tunachoishi sisi, kipindi cha njaa, na hata ukiangalia katika kipindi tunachoishi ni kipindi cha msimu wa ukame, hata uchumi, maisha yalivyo yenyewe yamebanana, lakini still katika kile kipindi Mungu alimwambia atoe dhabihu, atoe mbegu, apande mbegu ili ambariki. Umeona? Kwa hiyo katika kipindi hichi CMF imeandaa kitu kizuri sana ambacho kitaweza kuwa baraka kwa wale ambao watafanikiwa kuhudhuria. Kama mmesikia tangazo, kuna leo tutakuwa na semina Jumatano, Alhamisi na Ijumaa na Jumapili. Watu kila mahali napenda kuwatia moyo wapate kuweza kuwa sehemu ya hii na maisha yao yataweza kuwa vile jinsi ambavyo yalikuwa, kwa sababu kama ambavyo mtumishi amesema kwamba ni habari ya kufunguliwa ufahamu kwa habari ya kutoa na kupokea. Amina. Cha mwisho tungependa uongee na mtazamaji wetu wa Nuru ya Maisha ambaye hajahudhuria katika ibada ya leo, lakini pia kwa ujumla wanawake, tunajua zipo idara mbalimbali, wapo WWK, wapo watoto na wengine. Je, ungependa tunaomba uwape neno la ukaribisho katika semina yetu hii? Mimi kipekee ninakaribisha kila mtu, watu wanaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii yote, sasa kwenye Nuru ya Maisha kwenye YouTube channel yetu, wakaribisha kwenye semina yetu hii maalum ya wanaume, na kwenye
hii event yote ambayo itafanyika hapa kwenye hii wiki ambayo tumeanza leo. Napenda kuchukua nafasi kuwakaribisha wote, na nawaahidi kwa sababu mimi nimeshakuwa participant ya kwamba wote watakaohudhuria sikukuu ya CMF ya msimu huu ya mwaka huu, nataka niwahakikishie hawatajuta kwenye maisha yao. Kwanza tumeandaa mhubiri mzuri, mhubiri ambaye ameshiba neno, lakini pia tuna praise team ya wababa ambao imejipanga vizuri, kuna kwaya, lakini pia tunaye mchungaji wetu kiongozi Dr. Lawrence Kameta ambaye atakuwa pamoja na sisi na atatubariki, na hatutakuwa kama vile tulivyokuwa. Kuna kitu special Mungu atakiachilia kwenye msimu huu ambacho kitaleta impact kwenye maisha yetu sisi katika ujumla. Yaani si tu wanaume, watoto, wakina mama, mabinti na watu wote ambao wanamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha watazamaji wote wa Nuru ya Maisha popote pale wanapotufuatilia, wafike katika kanisa letu zuri la Amani Christian Center Tanzania Assemblies of God, waweze kujumuika pamoja na wanaume ili tuweze kuipokea baraka, kwa sababu kuna kitu Kristo anataka kukifanya katika kanisa lake ndani ya maisha ya wanaume wote, waliooa na wale ambao bado hawajapata nafasi ya kuoa. Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.